Ni viongozi wa upinzani hapo, kiongozi wa ODM Raila Odinga pamoja na kiongozi wa chama cha Amani National Congress Musalia Mudavadi wakiwa wanatoa kauli zao kuhusiana na hatua ya IEBC ya kuzindua rasmi ukaguzi wa sajili ya wapiga kura ambayo inatarajiwa kuanza siku ya Jumatatu. Wameweza kupinga haswa, mojawapo ya mambo ambayo wamepinga kuhusiana na mchakato huo ni kampuni ambayo imechaguliwa kuendesha mchakato huo ambayo ni kampuni ya ukaguzi ya KPMG. Pia kama alivyosema kiongozi wa ODM Raila Odinga, wanahisi kuwa kuna njama ya kuiba kura kutokana na utendakazi wa IEBC. Mbali na kuchagua KPMG kuendesha shughuli hiyo, wanasema kuwa sajili rasmi ya wapiga kura bado haijakamilika. Kwa hivyo wanahoji ni kwa njia gani ambao wataweza kufanya ukaguzi, ilhali kumekuwa na sajili kadha wa kadha ambazo zimeweza kutajwa, na kwa wao wanasisitiza kuwa inastahili kuwa kwanza sajili rasmi iweze kutokana na njia ya kielektroniki, wakati ambapo wapiga kura wote wataweza kusajiliwa kwa njia ya kielektroniki, kisha ukaguzi huo uweze kufanywa. Pia wameweza kusema kuwa KPMG haina tajriba yoyote ya kuendesha shughuli hiyo, mbali na kuwa wanasema kuwa hawatavumilia tena na wanataka ukaguzi huo usimamishwe. Kumbuka ni ukaguzi ambao umeweza kutangazwa leo na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC, ukaguzi ambao unastahili kuanza siku ya Jumatatu na kuendelea hadi Januari tarehe 18, ukaguzi ambao unastahili kufanywa na kampuni ya KPMG. Mbali na hayo yaliyojiri katika eneo la Capitol Hill, watu watatu wamethibitishwa kufariki baada ya dereva wa basi la TSS kukosa kulidhibiti na kubingiria katika eneo la Bonje huko Mombasa. Watu 24 wamejeruhiwa na wanapokea matibabu katika hospitali kuu ya Coast General. Francis Mtanaki anaarifu. Basi la TSS Express lilitoka Nairobi kuja Mombasa mwendo wa saa 2:30 jana usiku, libingiria katika eneo hili la Bonje, kaunti ya Kilifi baada ya kukosa udhibiti wake. Wakati ilipofika hapa ilishinda driver kudhibiti na ikaingia hapa ndani. Watu watatu wamepoteza uhai huku wengine 24 wakiuguza majeraha na 5 walifanikiwa kutoka bila ya majeraha. Hii wakati wa msimu wa sikukuu, magari kutoka pande za bara zimekuwa nyingi zikija upande huu wa pwani kwa sababu ya sikukuu, na sisi tukiwa serikali, polisi tukishirikiana na NTSA, tukishirikiana na polisi, tuko kwa barabara masaa 24 kuangalia usalama ya wananchi katika barabara zetu. Na hii maneno tutajaribu kuongea na watu ambao wanaendesha magari, particularly ya public, wafuate sheria za barabara. Mmoja wa leo waliofariki ni dereva wa basi hili, na sasa maafisa wa trafiki pamoja na halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA wanawataka madereva kuwa waangalifu, hasa msimu huu wa sherehe za Krismasi na shamra za mwaka mpya. Madereva wawe waangalifu wakati huu ambaye kuna magari mengi sana imeingia katika mkoa wa Pwani. Wawe waangalifu kwa sababu wanabeba abiria, wanabeba watoto na kina mama ndani ya hiyo gari. Tusiwe tunapoteza maisha kiholela. Ajali hii ilisababisha msongamano mkubwa wa magari yanayotaka kuingia na kutoka kaunti ya Mombasa. Kuwepo kwa dereva mmoja tu kwenye safari ndefu kama hiyo ni kinyume cha sheria.
Kwengineko, Rais Uhuru Kenyatta amekuwa ziarani magharibi ya Kenya tangu jana na leo anakamilisha ziara hiyo ya siku mbili. Robert Wanyonyi sasa anatupasha ratiba ya rais ilivyokuwa hii leo. Naam, tunawaletea matangazo haya moja kwa moja kutoka katika eneo bunge la Teso Kusini ambapo kaskazini. Wacha tuanze upya. Kaskazini. Okay. Naam, tunawaletea matangazo haya moja kwa moja kutoka katika eneo bunge la Teso Kaskazini ambapo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa anaendeleza ziara yake katika eneo hili ikiwa ni ziara yake ya siku ya pili katika eneo la Magharibi. Na hivi leo baada ya kuanzia katika kaunti ya Busia ambapo alipeana vifaa vya hospitali ya rufaa ya Busia, alifika katika eneo la Adungosi ambapo alianzisha ukarabati wa kuweka lami barabara ya kutoka hapo, na vilevile amefika katika eneo la Malaba kabla ya kuelekea katika eneo la Mumias. Na hapa niko na mbunge wa eneo hili Bwana Arthur Odera ambaye labda utatueleza tathmini yako kwa siku ya leo kwa ziara ya rais imekuwa vipi? Kwa niaba ya wakazi wa Teso Kaskazini na kwa niaba yangu mwenyewe ningependa kumshukuru rais wetu Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Wamekuja wakituletea maendeleo ambao tumekuwa tukiomba tangu siku tulipopata uhuru. Wamekuja kutuzindulia barabara ya kutoka Busia hadi Malaba ambayo inaguza eneo la Teso North ambayo ni kilomita 30. Kati ya hizo 30, kilomita 6 ziko kwetu Teso North. Na pia wametuzindulia ujenzi wa lami barabara ambayo inatoka Malaba ikienda mpaka Malakisi, alafu barabara inatoka Ngurai hadi Kakemer ambayo kwa jumla ni kilomita 35. Barabara hii ya kutoka Busia hadi Malaba inajengwa kwa kutumia shilingi bilioni 2. Na barabara ya kutoka Malaba kwenda Malakisi na kwenda Kakemer inajengwa kwa kutumia shilingi bilioni 1.6. Na zaidi ya hayo tulikuwa tunatarajia kwamba rais pia atatuzindulia zile zana za matibabu katika hospitali yetu ya Kocholia, lakini haikuwezekana kwa sababu ya muda, lakini rais ametuhakikishia kwamba mwaka utakapoanza atakuja tena kwa na sisi ambapo atakuja kutuzindulia vifaa hivyo, aende kuangalia kazi ya TTI ambayo inaendelea, aje kuangalia kazi ya barabara ambayo tunatarajia itaanza hivi karibuni. Kabla aje atakuja kuangalia hiyo kazi. Na Mheshimiwa Odera, ni kwamba unaelewa kwamba baada ya rais kuondoka hivi leo katika eneo la Magharibi kuna ziara nyingine ambayo inaanzishwa hiyo kesho na kinara wa CORD Raila Odinga ambao wanatarajiwa pia kufika katika eneo hili na labda kuongelea masuala mbalimbali ambayo labda nyinyi na rais mmeongelea. Sijui unasema nini kuhusu hiyo? Sisi jamii ya Wateso, hasa sisi wakazi wa Teso North ni watu wakarimu. Sisi ni watu ambao tunapenda amani. Sisi ni watu ambao tunakaribisha wageni ambao wanakuja kutuona. Jambo muhimu kwa maisha ya wakazi wa hapa ni yeyote ambaye anakuja kama kiongozi anakuja kutufanyia jambo gani. Sisi tunapenda maendeleo, tunataka shule zijengwe, ndio maana leo nimemuomba rais pesa za kujenga shule zetu. Nimemuomba pesa tumalize police station ya Malaba watu wetu wapate usalama. Nimemuomba tuongezee askari na mambo mengine ambayo ni kama mambo ya clearing hapa Malaba. Vijana wetu wengi wamepoteza kazi kwa sababu clearing imehamishwa ikapelekwa upande wa Uganda. Tunataka, rais amesema Jumatatu hii ijayo nitakaa na waziri wa transport tuzungumzie mambo hayo, tutafute suluhisho ambayo itawasaidia vijana wetu. Kwa hivyo sisi kama wakazi wa Teso North tuna shida ambazo zinatukera. Yeyote ambaye anakuja hapa kama kiongozi wa kitaifa aje kutuletea suluhisho na wala sio maneno matupu. Labda kabla mheshimiwa kuendelea, haya ni matangazo ya moja kwa moja ya kituo cha runinga cha KTN News. Ningependa kuomba yule mwenye simu tafadhali ondoka, sababu haya ni matangazo ya moja kwa moja, hatupendi sawa. Mheshimiwa, labda kwa kuendelea kidogo, unaweza kutuelezea sasa ziara hii kisiasa itachukuliwa kivipi katika eneo hili la magharibi ya Kenya, ukizingatia kwamba kumekuwa na mirengo mipya NASA na vilevile ule wa CORD ambao bado uko pale na vile unaona katika uchaguzi ambao unakaribia sasa, siasa zitakuwa namna gani? Siasa zilizoko sasa ni siasa za kulinganisha kati ya kazi na kati ya kelele. Sisi ambao ni wakazi wa Teso North, sisi wakazi wa eneo la Magharibi, tunataka uongozi ambao unatuletea maendeleo hapa kwetu. Watoto wetu wasome, barabara ziwe sawa, matibabu yawe sawa, vijana wetu wapate makazi, tuendelee mbele kama Wakenya wengine. Kwa hivyo sisi
Tutawasikiza wale ambao wanakuja, lakini uamuzi ambao tutafanya mwaka ujao ni kulingana na matendo wala sio maneno matupu. Kwingineko, aliyekuwa meya wa Kitui Martha Mwangangi amefariki baada ya kugongwa na gari la zimamoto la kaunti ya Kitui kwenye vurugu zilizotanda hii leo kufuatia kubomolewa kwa vibanda vya wachuuzi Kitui mjini. Wakati huo huo, mbunge wa Kitui ya Kati Makali Mulu alinusurika kifo kutoka kwa wachuuzi waliokuwa na hasira waliomdhania kuwa ni gavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe, ambaye anadaiwa alitoa agizo la kubomolewa kwa vibanda vyao vya biashara mjini Kitui. Mji wa Kitui ulikuwa hauingiliki mapema asubuhi ya leo baada ya ghasia zilizoanzishwa na maandamano kutanda katika sehemu ya Kalundu iliyoko barabara kuu ya kuelekea Thika kutoka Kitui mjini. Vurumai hiyo ilisababisha kifo cha meya wa zamani Martha Mwangangi ambaye alidaiwa kugongwa na gari la zimamoto wakati wa purukushani hiyo. Wenyeji walikwazwa na ubomozi wa vibanda vya wachuuzi baada ya gavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe kuagiza kubomolewa kwa biashara zao, shughuli iliyofanyika usiku wa kuamkia leo. Saa 8 za usiku nilipata ripoti kwamba gavana wa kaunti Dr. Julius Malombe eti ameamrisha maafisa wake wa lands na askari wa EP waje hapa wabomoe vibanda vya kina mama na vijana katika soko hili la Kalundu. Maandamano yao yalimshirikisha aliyekuwa mbunge wa sehemu hii ambaye sasa anawania ugavana Charity Ngilu, ambaye alilindwa vyema akionekana katikati ya wachuuzi hao. Na baadaye mbunge wa Kitui ya Kati Makali Mulu alipojitokeza, wachuuzi hao walimdhania kuwa ni gavana Malombe na nusura wamshambulie, lakini akaponea kwa usaidizi wa mlinzi wake. Sisi tulimpatia kura zetu. Na yeye mwenyewe anaingia hapa usiku na watu wake wanafunja mali yenu. Hivyo si hivyo. Askari hawa nimewaambia watulie na watulinde. Waandamanaji hao waliendelea kuzunguka sehemu ya biashara yao, huku wengine wakipora na hata kuharibu mali. Kwa mama huyu alionekana akiwakabili maafisa kupambana na ghasia kwa ujasiri wake wote. Hiyo hatutaki kuharibiwa vitu zetu, hatuwezi kubali. Bwana Malombe asikie na atakuja kutuomba kura. Wachuuzi hao waliokuwa na ghadhabu walilalamikia ni kwa nini serikali ya kaunti iwape vibali vya kuendeleza biashara zao, huku baadaye watoe amri ya kuvunjwa kwa vibanda hivyo. Kama hizi vitu zilikuwa illegal kuwekwa hapa, kwa nini wakalichukua license kutoka kwa mwananchi? Mimi nashangazwa na hiki kitu sana. Kwa nini walikuja kuharibu mali usiku na wakakuja na watu wakubeba ile mali wakaiba? Juhudi zetu za kuwasiliana na waziri wa kaunti anayehusika na ardhi na miundo msingi Shadrack Munyithia na msimamizi wa mipango kaunti ya Kitui Nathan Vungo hazikufua dafu, kwani simu zetu hazikujibiwa. Ali Manzu, KTN News, Nairobi. Chama cha Jubilee kimekanusha taarifa za kuwepo machafuko kwenye shughuli ya uchaguzi wa maafisa wake unaoendelea na badala yake kuyataja makabiliano ambayo yamekuwa yakishuhudiwa kuwa dhihirisho ya demokrasia. Wakizungumza na wanahabari hapa Nairobi, maafisa wakuu wa chama hicho wakiongozwa na Raphael Tuju wameyapuuza matukio haya na kuyataja kuwa ya kawaida, huku wakijitetea kwamba tofauti na mambo ambayo hushuhudiwa kwenye chaguzi za ODM, chaguzi za Jubilee hazijashuhudia machafuko yote ila msisimko tu wa wafuasi. Okay, it's very important because what I've seen is a lot of passion, shouting and all that. Without any risk of contradiction. In Migori, at the beginning of this year, 3 people were killed. So in some of those places, you don't talk about violence, it's murderous. It's not violence, it's murderous. So when I see people who are pushing each other, shouting at the top of their voices, you want to call that violence? You know, I'm pleasantly surprised with the level of peace that we've had in this process. When in 36 counties we have come out without any major incident. When in Muranga, Governor Iria and aspirant Jamlek come out of the hall shaking hands and laughing.
Of course, the media is not going to show that. But I just want to share with you. In Nairobi, in Mathare, there's a young man called Patrick Owuor, 22 years of age. He just crossed from one side of ODM to another side of ODM. He was killed. He was buried in Sigomre, Ugenya, a few weeks back. I didn't go for that funeral, but he happens to be my relative. And the family is so traumatized. That, for me, is violence in the political process. Naam, ni Raphael Tuju hapo akiwa anazungumzia swala la ghasia ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika chama cha Jubilee, machaguzi za chama cha Jubilee ya kutafuta wasimamizi wa muda katika kaunti mbalimbali. Hapa studioni tuko naye mwanahabari wetu wa siasa Jeff Kirui. Jeff, Jubilee inasema hakuja kuwa na vurugu, lakini sisi tumeshuhudia vurugu. Hii ndio demokrasia? Naam, kwa mujibu wa Bwana Raphael Tuju, kulingana nao hiyo ndio demokrasia, manake tumeweza kushuhudia ghasia maeneo kadhaa, kaunti ya Embu, kaunti ya Uasin Gishu, kaunti ya Nairobi pia kulikuwa na ghasia. Leo naambiwa kaunti ya Baringo pia hali ya mshike imezuka. Kumbuka leo kwamba ni siku ya mwisho na kaunti 7 leo watakamilisha shughuli hiyo kuwachagua wakuu wa muda wa chama hicho, na ni kaunti ya Kisumu, kuna kaunti ya Marsabit, Baringo, pia kuna kaunti ya West Pokot, Isiolo, Narok na Nyamira. Hizo ndo kaunti ambazo zinafunga leo shughuli hiyo. Nakumbuka kwamba kibarua ambacho chama cha Jubilee kinakabiliwa nayo sasa ni uchaguzi wa mchuja ama nominations, ambapo sasa kumbuka kwamba shutuma ambazo zimekuwa zikielekezwa kwa upande wa chama ni kwamba baadhi ya wale viongozi ambao wanahudumu kwa sasa, wabunge, maseneta na magavana, wanajaribu kila hali kuhakikisha kwamba wale wanaochaguliwa ni watu wao. Manake wakuu wa kaunti wanapewa mamlaka, ni wao ambao wataweza kuamua ni nani atapewa tiketi, ni nani atapewa tiketi. Hivyo basi, kulingana na wale wanaogombea, wanasema kwamba kwa njia moja au nyingine wanaona kwamba ni hujuma kwao. Naam, na hapo jana kulikuwa na taarifa haswa iliyohusiana na uchaguzi uliofanyika hapa Nairobi kwamba ulifutiliwa mbali. Ni kwa nini walichukua hatua hiyo? Naam, kulingana na duru ama watu ambao niliweza kuzungumza nao ndani ya chama, walikuwa wanasema kwamba kuna orodha ambayo ilikuwa imetolewa na wale wote wanaotaka kuwania nafasi katika kaunti hii ya Nairobi, na pia wale wanaohudumu sasa, waliochaguliwa wakakubaliana kwamba kuna watu kadhaa watakaowasilishwa kwenye chama hicho, watakaowania nafasi hizo. Lakini orodha ilipotoka, kuna majina takriban majina 5 ambaye yaliwezwa kuwekwa pale ndani bila idhini ya wale waliokuwa wamekujikusanya kuweza kuwachagua hao. Naam, na je, kuna njia yote ambayo Jubilee inaweza kujiokoa tuseme kutokana na hizi ghasia zote ambazo zimeweza kushuhudiwa? Naam, tumemsikiza Bwana Tuju hapo akisema kwamba yeyote ambaye atashtakiwa ama atakabiliwa na kosa kwamba ameweza kuvuruga kwa njia moja au nyingine shughuli hiyo ama kuweza kuitatiza shughuli yenyewe, basi ataweza kuchukuliwa hatua, iwe ni kumnyima tiketi ya chama, iwe ni kumzuia kuwania. Hatuwezi jua ni chama chenyewe ambacho kitaweza kutueleza ni hatua zipi hizo kabisa. Manake niliweza kuzungumza na baadhi ya viongozi awali pia ambao walikuwa wananiambia kwamba kuna zile ama zinaitwa strategies za chama. Alikuwa anasema kwamba kuna zile hizo mikakati ambazo zimewekwa ndani ya chama zinafaa kuongoza jinsi shughuli kama hizo zinafaa kufanyika, lakini ghasia hizi zinaonyesha kwamba hizo kanuni zilikiukwa. Naam, asante sana Jeff Kirui ambaye ni mwanahabari wetu wa masuala ya siasa hapa KTN News. Ni swala ambalo tutakuwa tunalizungumzia kwa upana zaidi katika taarifa zetu za baadaye kwenye Dira ya Wiki, haswa kinyang'anyiro 2017 ambapo tutakuwa na viongozi wa Jubilee pamoja na mmoja wa wale ambao wana azma ya kuwania kiti kimoja katika uchaguzi mkuu ujao, ili waweze kutueleza wasiwasi wao uko wapi kuhusiana na jinsi ambavyo shughuli za Jubilee zinavyoendeshwa. Maxence Melo katika umri wake wa kati ameweza kuwaleta pamoja watu wa kada tofauti kupitia mtandao wake wa Jamii Forums ulioanzishwa mwaka 2006.
Kuwekwa kwake kizuizini ni habari ya kushtua miongoni mwa watumiaji wa mtandao huo. Mimi naona kama kushikiliwa kwa yeye ni serikali kutaka kujiridhisha kwamba ni vitu gani ambavyo vinatendwa kwenye Jamii Forum. Bwana Melo yupo kizuizini kwa tuhuma ya kukataa kutoa taarifa za baadhi ya wateja wake. Taarifa hizo amekuwa akidaiwa kwa muda mrefu sana toka mwezi wa kwanza mwaka huu, lakini pia kuna kesi Mahakama Kuu ikipinga barua hizo kwamba zinakiuka vifungu mbalimbali vya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hasa ni hizo kukataa kutoa hizo taarifa. Kwa mujibu wa wakili wake, Maxence Melo alipaswa kufikishwa mahakamani siku ya Jumatano, lakini hilo halikutokea. Hatima bado haijulikani, anapaswa kupewa dhamana, hajapewa mpaka sasa, na hakuna sababu za msingi kwa nini alale ndani wakati ni mtu ambaye anafahamika na anaweza akajidhamini mwenyewe akadhaminiwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo bado linaleta ukakasi mkubwa sana kuangalia nini hatima yake hasa. Mtandao wa Jamii Forum unatimiza miaka 10 hadi hivi sasa, ukiwa na wasomaji wasiopungua milioni 2.5 kwa mwezi. Na kwa muda wote huo mtandao umekuwa na kanuni ya kutotoa taarifa zake kwa mtu yoyote yule, kwani kwa kufanya hivyo ni kuingilia uhuru na faragha za wateja wake. Rajabu Hassan, KTN News, Dar es Salaam, Tanzania. Na ni taarifa ya Rajabu Hassan hapo kuhusiana na mwanzilishi wa mtandao mkubwa wa Kiswahili nchini Tanzania na Afrika Mashariki wa Jamii Forums, Maxence Melo, ambaye ameshikwa na polisi wa nchi hiyo kwa kile kinachodaiwa kukataa kutoa taarifa za watumiaji wa mtandao huo. Katika taarifa nyingine, Rais mstaafu Daniel Arap Moi ameitaka serikali kuhakikisha kuwa vyuo vikuu vya umma vinatoa mafunzo ya hali ya juu. Mzee Moi alikuwa akizungumza huko katika chuo kikuu cha Kabarak ambapo alihudhuria mahafala ya 12 ya wanafunzi 777 waliohitimu na shahada mbalimbali. Rais huyo mstaafu ambaye ndiye chansela wa chuo hicho alipongeza serikali kwa kuhakikisha kuwa visa vya wizi wa mitihani ya taifa havipo. As I stand here today, I have every reason to thank God that this dream has come to pass. And those who are awarding today are among Kenyans very best in their fields of study. You have braved through all the struggles and emerged victorious. May all of you reach God's maximum potential for the purposes for which you were created for. Our aim is to produce graduates with high standards of integrity who will make a difference in an otherwise permissive society. I am pleased to note that the university is taking the lead in research activities. I thank the various schools in the university. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC imeanza rasmi mchakato wa kupiga msasa sajili wa wapiga kura inayotarajiwa kumalizika Januari tarehe 18 mwaka ujao. Afisa mkuu mtendaji wa IEBC Ezra Chiloba amesema shughuli hiyo ya mwezi mmoja itasimamiwa na kampuni ya ukaguzi ya KPMG ambayo ilikuwa miongoni mwa kampuni 12 zilizotoa ombi la kusimamia mchakato huo. Hata hivyo, afisa mkuu mtendaji wa utendakazi wa CORD amesema muungano huo unaelekea mahakamani kusimamisha ukaguzi huo. Sababu ya kwenda mahakamani inasemekana kuwa KPMG haikuwa imeidhinishwa na kamati ya kutoa mwongozo kwa IEBC. Na ni swala hilo ambalo limepingwa vikali na viongozi wa upinzani ambao wamesema ni sharti shughuli hiyo isimamishwe, kwani kuna mambo kadhaa ambayo wametaja, mojawapo ikiwa ni kuwa kuna njama ya kuiba kura, haswa kutokana na kupigwa msasa kuwasajili wapiga kura, ilhali shughuli nzima ya kuwasajili wapiga kura kwa njia ya kielektroniki haijaweza kukamilika. Ni taarifa ambazo tutakuwa tunakuletea kwa kina katika taarifa zetu za baadaye. Mimi ni Mashirima Kapombe, hivi punde nitarejea na yanayojiri.